Karibu kwenye safari ya umisionari. Leo tutajifunza umisionari kwa njia ya tafrija. Kama unavyofahamu, umisionari ni kuifikia jamii kwa neno la Mungu na kuileta jamii pamoja. Tafrija ni njia mojawapo ya kuileta jamii pamoja. Hapo zamani mji fulani alikuwepo tajiri, mfupi wa kimo, toza ushuru, aliitwa Zakayo. Alisikia habari za Yesu, akatamania mule. Kimo kifupi kawa sababu kufanya ashindwe kumwona Yesu. Aliamua kupanda mkuyu akutane na Yesu. Hakutazama kimo cha umbo kuwa ni changamoto. Kajitahidi, kafanya bidii, atimize malengo. Kwenye mkuyu akakutana na Yesu uso kwa uso. Nami nitaupanda mkuyu, sitakubali kukwamishwa. Iwe ufupi au mateso, pia na majaribu, nia yangu ni kumwona Yesu. Kwenye maisha kuna vikwazo, mekuwa ni sababu ama kushindwa na kuchelewa kuonana na Yesu. Usikubali, fanye bidii, utafute mkuyu. Tia sahihi kama Zakayo mpaka umwone Yesu.
kushangilia wala haufungwi. Tulipomfuata shetani akaja akaingia maishani mwetu, hakuingia kitofauti. Alikuja na package nzima ya shetani, alikuja na kifurushi chote cha shetani. Kama unavyonunua kifurushi cha buku, kikaja na dakika 10, kikaja sijui na MB ngapi, kikaja na nini. Shetani alipokuja maishani mwetu pia akaja na kifurushi chake. Ndio haya mateso tunayoishi kila siku. Tunaishi, tuna magonjwa, tuna mafarakano. Ukiuliza kwenye familia atakwambia mimi na mtoto wa shangazi hatuongei, mimi na mtoto wa mjomba hazi hivi, mimi na kaka sijui siku hizi kuna nini. Tuna magonjwa yametutawala, mapando ya shetani yaliyokuja nayo. Akaleta zinaa, akaleta gomvi, akaleta mafarakano, akaleta ulevi, akaleta uchawi na kila aina ya uharibifu. Na Mungu kwa sababu ni baba yetu, anampenda mwanadamu aliyemuumba. Kwa hiyo kila siku wanaendelea kumta, wote sisi ni binadamu, si ndio? Bin Adam, batuzuri sasa sisi wengi tunajua Kiarabu hapo. Ni uzao wa Adam, bin Adam. Sasa ninamuokoaje huyo bin Adam kumtoa? Tunajua Mungu alijaribu sana kumtafuta bin Adam ili aweze kumrejesha katika mkono wake ulio mwema. Tumwatuma kina Suleiman, wamekuja wametuambia achaneni na dhambi, fuateni Mungu, achaneni na shetani, hatusikii. Amwatuma kina Ibrahimu, wamekuja wametuambia 1 2 3, hatusikii. Bahati nzuri zaidi ndugu zetu neno malitumia sana sasa rehema. Kwa neema na rehema. Neema ni kile kitu tunachopewa bure alafu huko stahili. Sasa sisi wanadamu Mungu anatuletea ukombozi bure dhidi ya nguvu za shetani. Bure kabisa, na pia tukufanya nini hatukustahili kwa sababu tulipatana tukakosea. Kwa hiyo ule upendo wa Mungu alioleta kwa wanadamu, na sisi ndio siku kama ya leo ule upendo alioleta tunaendelea pia kupeleka kwa kila mmoja. Na ndio maana ni vizuri sana. Bahati nzuri tena wenzetu tunatumia ile hapo sana wakati wa kufuturu jioni na kufuturisha. Na si kwamba ufuturishe tu mtu ambaye ana uwezo wa kula. Ni tena naenda zaidi kufuturisha yule mtu ambaye ana uwezo wa kula. Ukiona blaza kama huyu mambo yako vizuri, si lazima ufuturishe. Tafuta yule ambaye kidogo hajiwezi sana. Sawa Kwa ile upendo unaoonyesha ambao ni upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Kwa hata sisi katika Mungu kuleta upendo wake kwetu, na sisi kwa siku kama ya leo tunadhihirisha ule upendo aliyouleta kupitia sisi tunaamini aliyouleta kupitia kwa mwana Yesu Kristo. Wengine tunamuita Nabii Isa, basi ndio. Kwa sababu baada ya kuwaleta kina Musa wakagonga mwamba, tunajua waliharibu. Kwa wale kina Suleiman waliharibu, wale kina Ibrahim. Ukiangalia wanadamu wote walikuwa tuwachukua walikuwa na kwa nini walikuwa na damu yenye uovu ambayo walirithi kutoka kwa Adam. Adam alipotenda dhambi, Mungu akasema ile adhabu yake kwa juu yake na uzao wake. Sasa kile kitu huwa kinaama kupitia kwenye damu. Kwa wasomi wanaweza wakatusaidia. Tunarithi vile vitu kupitia kwenye damu. Kwa hiyo hata ukizaliwa, ndio maana ni rahisi sana kukuta baadhi ya laana tunatembea nazo kwenye familia kwa ukoo. Sio wewe tu, hata sisi kama tunaendelea kupambana nazo kwa kuomba hizo kutoka. Lakini unakuta babu alikuwa fulani, alikuwa na baadhi fulani ya mapungufu. Baba amekuja na mapungufu fulani. Ukija na unajiona huko mle mjua na watoto wako wakaenda kule kwa sababu ni damu. Kama tumerithi laana ya kwamba hatutakaa, unaweza kukuta hapa kuna ukoo wenye kufika form 4. Unakuta kuna ukoo wenye kuanza darasa la 7. Kwa ni laana ambazo ni shetani amefanya nini? Si songo tu kote ukienda unakuta hizo kesi. Yaani unikuta kila ukienda, mbona mimi babu alikuwa hivi? Mbona baba amekuwa hivi? Mbona mimi niko hivi? Jua watoto wako watakuwa, haijalishi utajitahidi vipi. Na hiyo kwa sababu jambo liko kwenye laana, liko kwenye damu, sio rahisi kushinda. Lazima leo. Sawa Nguvu ya damu ni kubwa sana. Ndio maana hata sisi tunapoenda kwa wale ambao tunaendaga kupeleka na nini, tunaendaga angakiza kule. Waganga wa sheria. Sio wewe tu, hata mwenyewe kabla sijaje alikuwa anaenda sana. Sawa. Lakini ukienda kwa leta kuku, leta mbuzi, leta nini, ukienda zaidi na kupeleka na mtoto wako na unayempenda. Leta na mbaya unayotaka kutafuta. Unataka nini? Damu. Kwa damu ya Mungu sana. Na ndio tunaendelea kuirithi na kukuta inayatesa maisha yetu. Yaani ukombozi wa Mungu kwetu sisi wanadamu haikuwa tu kwenda mbinguni. Kwenda mbinguni la kwanza, la pili hapa duniani, anatoka kuishi hapa duniani. Maisha ni furaha, ni amani, ni upendo.
tuendane, tuzae, tuongezeke. Lakini sasa shetani anasema wewe Mungu sikuwezi, nitadili na watoto wako. Yaani sawa wewe huwezi kumpiga brother kwa sababu ana mwili. Unaona brother huyu ukimwendea atalipa za macho. Kwa anasema kwa sababu sikuwezi subiri. Nategea katoto kako akitoka shule kwenzi. Nitara katoto kako mitama. Sasa ndo shetani alipoona hamwezi Mungu akasema sasa wewe sikuwezi. Nitadili na watoto wako ambao ndo sisi. Kwa unajikuta tunaishi kwenye maisha ya mateso, shetani anatugandamiza. Na ndio maana tunasema sisi vita yetu ni kati ya shetani dhidi ya wana wa Mungu. Hawa isiyo kuchoki. Hiyo lazima tupambane na nani? Na shetani. Mpaka aondoke kwenye mipaka. Mwakani waje kama tulikuja sisi leo, mwakani naona watatiwa waje kwa wote. Kwa mwenyewe pamoja nasi. Mimi na pia washiriki mwakani panapoona ile kushiriki kwa pamoja.